What up, inakuaje wadau? Kwa mara nyingine tena ni Uswazi Takeaway Podcast hapa. Nikiwa mimi host wako Athman Risasi ama niite Risasi 1 na mwanangu wa mbavuni siku hizi anasema tumuite Side. Ama Milas Dias. Mwambie mwanao muite mwanae. Muitane leo mmoja hapa sote ili tuweze kutake it away, au sio? Na mini episode 7 na leo tutakuwa tunapiga tu stories zetu za hapa pale. Unajua tena stories za Kiswazi bana. Kama dawa. Niambie Saidi bana. Safi sana. Kwema? Fresh. Unaniambiaje leo? Unasema mwambie mwanao amwambie mwanae waitane waje leo. Waje uitake it away. Kuna kaka mmoja wanasema ting tang walete kati. Sasa leo tunataka kuwaleta kati leo. Au vipi? Bana. Mambo chonjo kaka. Mimi niko fresh. Mshapiga vitumbua nini, chai nini? Kama kawaida. Mambo Uswahilini utaachaje? Utakosaje? Ndio maana umechelewa nini? Nashangaa ufiki bana. Ambia leo nimeamua kwenda na ule msemo wa hamna haraka. Ambapo haraka haina baraka. Kweli. So nikamwacha mimi niokote baraka zangu pole. Kwa hiyo sasa umejaa baraka pole. Sasa hii niko fiti kaka. Mungu bariki na sisi. Anyway, leo kidogo tupige stories za Kimombao. Since tumeanza na stories za baraka. Ukiendelea kuomba upate bonini upate baraka pia wewe. Wacha tuone pia wengine ni baraka zipi ambazo zitawamiminikia. Lakini cha msingi zaidi nadhani leo ni ile taka tuzungumzie masuala muhimu ambayo ni kujaribu kuangalia maisha ya Kimombao na maisha ya bara. Tunataka kupiga comparison kidogo from our perspective, from our own personal experiences. Wengi sana wamekuwa wakicomplain mbona muuliza watu wengine nyinyi hamsemi zenu. Baada ya video ya nani Lilian wakasema tulimwingilia sana yeye tumesema zake lakini sisi zetu tumeziacha ni za ndani. Na kumbe ziko kikweli yani. Ziko kikweli na nadhani pia itakuwa fair tukipata pia kuwajulisha experiences zetu na mtazamo wetu. Kwa sababu nadhani ushawahi kuishi nje ya Mombasa? Mimi nimeishi sana nje ya Mombasa. Umeishi wapi na wapi? Nimeishi kuna kuishi alafu kuna kutembea. Si ndio? Kuna zile sehemu nimetembea kuna zile ambazo pia nimeishi kukaa kuishi. Sasa mimi nimetembea kuitwaje Homa Bay. Mimi nilisoma Homa Bay. So hayo yalikuwa matembezi. So unajua tena maisha ya boarding ya shule, ukiwa ndani ya shule au interact sana na kule nje. So ni once in a while labda ile mkitoka nini ndo na interact. Sasa ndo niende Homa Bay sasa. Baada ya kufanya mtihani pale wa class 8 KCPE. Bana nilipita. Yani nilipita. Wajipigia debe kaka. Nilipita ndugu yangu, mimi ni hatari, mimi nilipita. Wajipigia debe. Kupita huko ni kwa 200 na ngapi? Asikupata 200. Kuna mahali tu hapo juu kidogo. Sasa mimi nilikuwa sitaki kusoma Mombasa. Maisha yangu mimi nilikuwa sitaki kusoma Mombasa, lakini pia kuna mtu ambaye alichangia zaidi. Kwa nini ulikuwa unataka kusoma Mombasa? Nilikuwa nishaona kulikuwa Mombasa, what other place can be better than Mombasa mpaka wewe unataka kusoma Mombasa? Kimaisha kukaa Mombasa beta kweli. Lakini sasa kwenye labda ile kimasomo na kulingana na mimi vile nilikuwa nimeona wakati ule, nilikuwa nimetamani sana kwenda kusoma nje ya Mombasa. Wajua ukiwa mdogo uko na ambitions mtu wangu. Goals ziko top notch. Shida ni wazi zinaenda zikipungua. The higher you go, the cooler it becomes. The more the goals they change. Sasa mimi nilikuwa sitaki kwenda kusoma Mombasa. Nakumbuka baada ya kufanya mtihani pale nilienda zangu Sheikh Khalifa bin Zaid. Nikaenda pale nikapiga interview yangu moja safi, nikapita mzee. Nikapata ile barua ya kujoin pale shule. Sasa kuna dadangu mmoja huyo, nitamtaja hapa. Ndo alinipa msukumo. Unajua aliniambiaje? Alisema kwanza usiende Sheikh Khalifa ile shule ya Kiswahili bana. Tenda kule utalegea watu kule wanabembelezwa na nini kule siku zuri.
Alafu zaidi sasa ukienda Sheikh Khalifa mimi sitaki kuvisit. Mimi nikafikiria huyo ndo sister yangu mkubwa na yeye ananiambia hata ni visit. Na mimi nafikiri yani mimi nilikuwa nafikiri labda kule shule kuvizitiwa ni kama ni kila siku wanavizitiwa tu. So mimi nikafikiria nikasema basi sitaenda Sheikh Khalifa. Kwa bahati mbaya manzuri mzee nilipata calling letter moja tu ya shule. Ndio kanipeleka Homa Bay School. Sasa watu nyumbani haukujaribu kuifight now that tulikuwa tunataka kwenda Sheikh Khalifa. Sasa wajua nyumbani watu wanataka niende Sheikh Khalifa. Mimi sitaki kwenda Sheikh Khalifa. Wajomba wamepigiwa, ongeeni na mtoto wenu bana. Hata kwenda hii shule ni nzuri nini na nini. Mimi nimegoma. Mimi nasema mimi nitaenda bara. Kwanza Homa Bay. Nakumbuka time hiyo nimepata calling letter naenda kuangalia kwenye Atlas. Naangalia iko wapi mahali. Sasa hiyo mzazi yuko pale ashapiga hesabu. Mtoto wangu yuenda Homa Bay. Hajui mtu hali ndo hizo za Kiswahili ashazoea maisha huko au yuenda kuumia kabisa. Mimi kama nikaenda zangu high school. So ndio ilikuwa kama interaction yangu ya kwanza nje ya Mombasa wakati najielewa. Kuna zingine wakati nilikuwa mdogo tulikuwa tukitembea. Lakini sasa wakati najielewa sasa pale ndo tunaingia high school na ndo mara ya kwanza natoka Mombasa sasa kimaisha mzee. Kule si rahisi. Yani week one kidogo niseme nirudi nyumbani. Lakini sasa wajua nyumbani tayari ushaaga, woli kataa ukasumbua. Nyumbani hakurudiki tena sasa. Waanza kuona Sheikh Khalifa ndio waanza kucompare sasa ningekuwa Sheikh Khalifa sasa hii. Ingekuwa Sheikh Khalifa. Kule mzee kwanza chakula. Wanangu wanajua ile tulisoma nao. Chakula kule ile sijui ilikuwaje. Ile wiki ya kwanza ule ugali kwanza ulikuwa yellow. Sasa mimi sijakutana na ugali wa yellow mahali kokote. Naona ugali na shangaa tu apewa keki hapa. Alafu kuna vile walikuwa wanakata zile ule ugali kama blocks. So kitoleo hivi atoka kama keki fulani hivi nkata. Jela yani. Nashangaa tu ala keki hapa. Alafu kuna kama supu tena inawekwa. Keki na supu vipi? Lakini nilipata shock moja hatari sana. Hiyo ndio ilikuwa interaction yangu ya kwanza. Ni supu ya nini ilikuwa? Hapo ni ugali. Supu ni ya skuma. Supu iko na supu. Skuma ina supu. Yani wekiwa majani fulani hivi ya skuma, alafu na supu. Alafu ongeza supu. Alafu kuna nyama kama 2-3 hivi za dondosho hivi, kama nyama 2 hivi. Hiyo inatokea mara 3 kwa wiki. Nyama imechemshwa tu mara 3 kwa wiki. Nikikumbuka Sheikh Khalifa nimeacha mapilao na biriani. Watu walikuwa pikia mapilao na biriani bana. Mimi naambiwa Tamatuga special meal zao ni biriani. Bana watu wameenda games wamekuwa number 1 sijui nini wanapikiwa biriani. Sisi kule special meal sasa hiyo. Ilikuwa ni wali tena hata sijui kama yule ni wali jamani. Ulikuwa mchele fulani hivi umepikwa kama ugali kwanza. Umeshikana kama ugali hivi na supu. Juu kwa juu. Juu kwa juu. Hao ndio walikuwa maisha yetu bana. Lakini ndio ilikuwa my first interaction kabisa kutoka nje ya Mombasa. Wewe kama ni mzao wa Mombasa lazima ile first experience yako lazima itakuwa very unique. Itakuwa very unique. Same yangu okay mimi si mzao wa Mombasa mimi lakini mzao wa Pwani. Wewe ni Mswazi. Wewe ni Mswazi, mimi ni Mswazi. Sasa nadhani pia story yangu nini kama yako. Mimi nilikuwa na mwanangu sasa pia hivyo. Tukiwa primary pale. Tukaekeana malengo ambayo bro hapa tufanye bidii kama kusoma tutoke kwa block tusome course yani tulikuwa tunaona mtu mwenye unasoma tuseme Mombasa primary high school Mombasa university Mombasa uolewe Mombasa kazi ufanye hapa posta kufa waziko hapa alikuwa inakaa kama failure kwa sema tukajiambia wewe kaka huko mbele hatujui lakini saa hii tufanyalo kama ni kwenda high school tusisome coast sababu kubwa si yetu nilikuwa nilikuwa naona Mombasa hakuna masomo alafu tu ile ya kuwa mbona basi hapa kila kitu hapa tutoke kidogo tukaone tukaexplore basi tukapambana mwanangu alikuwa best by the way alikuwa mbele yangu alikuwa anapigania number 2 hapo number 3 mimi niko huko number 10 number 15 sema ukweli nakwambia basi usinione hivi wewe ndio wale wazazi watakuwa naambia watoto unaona ubaba fulani
huwa alikuwa moto sana class. Ukisikia mzazi wako anakuambia hivyo. Mi sikuwa hapo, mi sikuwa juu sana, lakini sikuwa nyuma, mi niko pale tu yani. Okay. Ukiitwa majina kuna wenye watakuwa mbele yangu, kuna wenye watakuwa nyuma yangu. So tukapambana. Unfortunately mi ndo nilimanage kuachieve your dream, maana pia nilipata calling leta moja tu na ilikuwa ya shule iko Nairobi, Ngong actually, najiita Ololaisa. Maboys wangu kadhaa huko. Hiyo shule bana imekuza mabingwa. Imekuza wauni. Imekuza mabingwa. So pia kulikuwa na hiyo shock ya wazazi like, sasa wewe Nairobi, Ngong, wakujua nani huko itaanzaje? Situbadilishe. Nikamwambia huko ndo mimi naenda. Lengo lilikuwa moja, kutoka coast na nishatoka huko pambaneni mpaka nifike. Basi alhamdulillah, kwa mara ya kwanza nami sana toka Mombasa vizuri sana nikiwa najijua. Panda ya ile mabasi wakati huo ilikuwa inaitwa hii yenye ilikuwa rebranded to Baska, ilikuwa inajitaje? Kulikuwa na Randa ama si Randa? Baska ilikuwa na jina ingine kabla itwe Baska. Ikabadilishwa. Sijui ni Starways ama ni gani. Nimesahau, lakini ilikuwa hiyo ndio ilikuwa basi inavuma wakati. Naliingia kwa mara ya kwanza baba. Mpaka Nairobi. Yani wana nikikaa katika nikipiga maraundi katika hizo memory lane zangu, kumbukumbu zako. Hiyo lazima ije ya kwanza. Shuka Nairobi kwa mara ya kwanza, ile asubuhi baridi. Peke yako? Nilikuwa na uncle yangu. Pelekwa na uncle yangu fulani hapo. Moja kwa moja hadi Ngong. Baba. Wewe wasema wiki ya kwanza ulitamani kurudi. Okay, mimi nilitamani kila nikitoka nje ya dom nimuone yule uncle yangu bado yuko pale. Maana tulifika, uko fiti, ashamaliza haya buda akaenda. Watu wakaondoka. Nakwambia nadhani kuona jua ilikuwa hiyo siku yako actually nikifika ndo niliona jua. Nadhani after 2 weeks later. Nilikuwa huwezi jua ni saa ngapi, huwezi jua ni asubuhi, ni mchana ama ni jioni. Maana Ngong iko karibu na hills pale, kuna hills sasa. Baridi. Alafu ile yani kama tuliingia msimu yenye baridi ndo ilikuwa imechacha vizuri. Sasa ile unasimama hapo kinini pale, huwezi ona mwenye uko pale. Kuna shanga huko nimekuja angusho wapi jamani? Hakuna hata jua. Mombasa hapo kidogo tumesweat. Kule unajua kusweat ni nini? Uko unacheza mpira, unafanya nini? Hakuna sweat baba. Ilichukua muda mimi kuzoea sana. Alafu ile kwa sasa waangalia hivi, yani watafuta wenzako wenye unawajua, kwa sababu lugha ambayo umezoea sana kuiongea ni lugha ya mama. Sasa hapa niongea either Kiswahili ama Kizungu. Maana ukijaribu kuingiza lugha ya mama hakuna mtu atakuelewa. So ilikuwa hard. Mimi nakumbuka nikiwa high school. Nilikuwa pale form 1, nilikuwa nikiongea kila mtu anakuja ananizunguka. Anakusikiza? Kila mtu anakusikiza. Mkosti watu wanataka. Yaani mtu atakuprobe hivi, uongee watu wasikize. All the time uko tuna watu wanataka kusikiza. So ilikuwa interesting, lakini inafika mahali sasa, bana nyinyi pia yani kwani amzoei bana. Nitakuwa kila sana na timu kama mabodyguard nazungumza musikie bana. Mimi nadhani hiyo ili work to my favor, kwa sababu from hiyo mimi gain popularity. Yule jamaa mkosti yule. So unapata hiyo enzi bado bullying ilikuwa. Bullying ilikuwa. Sasa nimekumbuka. Sasa at least kwa sababu ile kwamba uko mkosti, unajua katika wale wengi ambao utakuzunguka lazima utapata mmoja wawili wenye anytime wanaweza kukulinda. And that's what happened to me. Mimi nilikuwa bullying haikuwa inipata. Pata siku moja siku mbili, baada ya siku ya tatu chapata watu bwana anambia wewe usimguse huyo kijana mkosti huyo. Kijana wetu. Chana naye. So kimpango unaweza pata ilikuwa yaweza work. Unapata maybe to your favor. Ina work to your favor. Sometimes unaona bana simniachi pia mimi niwe na nini time yangu tu. Lakini nadhani cha muhimu ni ile one wajipata ugenini. Alafu kuna a lot that you need to learn from those people. Kuna a lot ya wewe kuweza kujifunza, upate kuelewa hii life itaendaje. Umezoea jua huku kidogo kidogo umetoka jasho, kule hakuna jasho sana. Ni baridi.
from the switch ya kuvaa light, nguo light, uende kule ni mablazer ama wavaa nguo tatu sijui shati uvae sijui Windbreaker. cardigan, windbreaker, uvae sweater yenyewe sasa, uvae na jumper juu. Ukipayo nini pia ukipita ukiona mwenzako imekaa vibaya ongezaji na ndio ifiche, hiyo ndio utaivaa ndani ili sionekane. So ilikuwa hard sana. Alafu kuna hiyo wewe umeitaja kama mpito, kama kutembea. Sasa kuna kuishi kwenyewe. Sasa kando na Ngong, mimi nimeishi places kadhaa pia. Nairobi nimepaishi pana. Area za Babadogo. Mjini kwenyewe sasa. Huko si mjini. Babadogo mjini kaka. Babadogo si mjini. Nasema Nairobi si mjini sasa. Yeah, it's part of Nairobi, lakini sasa ukipeleka watu wa Nairobi wanasema kama wewe uko Nairobi uko Ushago. Yaani uko mashambani. Sasa you can't compare mtu wa Babadogo na mtu yuko compare na wapi? Na kuna itwaje pale? Sasa si mitaa yetu. Lakini umekaa Nairobi. Ama hujakaa Nairobi? Nimekaa Nairobi. Umekaa wapi? Isili iko karibu na Nairobi. Isli. Ngara pale Ngara iko I mean iko karibu na town. Iko karibu na town. So you can imagine life ya pale, alafu umeenda kuangushwa huko Babadogo. Ama Korogosho. Huko mko nje mzee. Sasa nimekukaa kule pia. Na life ni tofauti. Na for as long as ni first time. Sambusa asubuhi. Utaiona wapi mwanzo sambusa? Actually kwa maisha yangu ya outside coast, sambusa nimeanza kuiona vizuri nilipoenda kusoma campus Kakamega. Kule ndo walikuwa wakijaribu. Umetembea? Mimi nimetembea. Mimi kama ni kuexplore nimeexplore. Nimeenda. Lakini sasa tukikuuliza mitaa ya nini kwa itwaje? Hapa kuna Migadini. Wakujua Migadini? Migadini nakujua. Ushafika? Migadini nilifika. Mimi sijafika Migadini. Kuna siku nilipotea Magongo nikajipata Migadini. Mimi sijafika Migadini bana. Kuna siku nilipotea, nilikuwa najitia mjuaji wa kutembea. Nilikuwa natafuta sijui shortcut ya kutokea huku ile kona ya kuingia Magongo ile. Naitwa Mainland. Mainland. Sijui nilikuwaje bana nikajipata upande mwingine kama nataka kwenda airport paka I'm like hata nimefikaje? Na uende kupanda ndege. No. Sasa uko Babadogo unasema. Niko Babadogo. Kule sasa nikiishi Babadogo kidogo nilikuwa nishazoea. Lakini sana nakwambia kama haya mambo ambao huku tunayaona ya kawaida kule sasa uwezi si rahisi kuyapata. Maana chakula tofauti. Huku umezoea daily wewe maybe utapikiwa chakula cha nazi, asubuhi ni mahamri. Kule wanajaribu kukupatia mahamri lakini kule wanaita maandazi ambayo hata taste yenyewe tofauti. Mwanzo ile kule huwa hata yana shape. Sijui wanayapikaje. Ni instant. Shape haijalishi, wewe bora ushibe. Sasa huko Mombasa ndo tuna aesthetics nyingi sana. Sasa hiyo because umejipata pale mahali ndo itabidi sasa ni ile itabidi tu ushibe. Lakini once umeshaingia Mombasa na umeexperience ya kuwa kuna more than kushiba. Kuna wewe kuenjoy ile food inakuwa kama experience. Ukirudi tena kule unaona achana nayo. ama inabidi utafute mahali yenye zinapikwa then ikiwe every time unatafuta hapo mahali. Hapo mahali. Unajua kuna mama Mswahili mahali fulani kidogo anajaribu. Uradi utembea hata kama ni 20 minutes lakini ufikie ufikie ule mama uchukue mahamri vizuri. Pige breakfast yako. Nilikuwa nafikiria kwa sababu kama sasa hivi ile ona Mombasa usafiri wetu sisi ni tuktuk. Yaani hizi matatu tunapanda tu lakini tuktuk ndo the big deal yani. Na Nairobi ni totally opposite. Pale nafikiri Nairobi kuna tuktuk kweli hata. Ziko. Kuna route fulani pale sijui lakini wanabeba mizigo peke yake mwa ni nini. Huwa sioni watu wengi wakizitumia. Nishaziona mimi. Nairobi. Hapa OTC pale huwa kuna tuktuk. Zinachukua watu. Sijui wanaenda route gani lakini. Lakini sasa unajua tuktuk. Yaani unaziona tu hapo alafu ukienda huko mbele unajui zipotelea wapi. Sasa sijui ni za mizigo ama sijui zinatembelea njia gani. Sasa experience yako sasa. Kando na labda chakula. Hii mambo ya usafiri na nini kwa sababu kule najua sana watu wanatumia nganya, si ndio? Ili kupataje wewe ukianza ukipanda nganya labda experience zako zile za kwanza
mpaka labda sasa hauna option, kando na kuwa labda uitake ama labda unaitaka lakini unaitumia kwa sababu hauna option. Kwako ilikuwaje? Nadhani most striking hata before ningekuwa hiyo ya ile most distinctive ambayo ndio ya tuktuk, most striking ya kwanza ni hiyo ya Manganya Nairobi. Gari za nini za Ngong pale railways to Ngong. Na hizo nasikia ndo zina zina matikalikali. Ukishaingia Nairobi, that's the first thing lazima uta notice. Hizo Manganya, zile magrafiti zao kalikali. Alafu ukiingia ndani mziki baba. Eti kuna ngoja usikie unaambiwa haya sijui umfika stage fulani shuka kule baba utapitishwa. Utaenda kujikuta huko mwisho ambaye ashu. Kwa sababu ukishaingia ndani ni mziki, wewe ukaerada uangalie stage yako iko wapi. Ikifika oya ukaribie mlango. Kwa hiyo nadhani one hiyo ya kuwa huku umeshift from matatu hizi ndogo tukule usafiri ni mabasi. Sababu nini by the zile kuna route kidogo sana zinatumia hizi matatu hizi Nissan hizi. Ziko. Alafu utarealize kama ni za pale within CBD karibu na CBD sio nyingi. Sio nyingi. Mostly wanazitumia lakini wanazitumia kama kishuttle za kwenda mbali. Yanaenda masafa marefu. Lakini Kileleshwa sijaona Nganya. Kileleshwa wanatumia hizo matatu hizo ndogo hizo. Mimi si relate baba. Mimi niuliza mambo ya baba dogo. Niuliza mambo ya baba dogo nitakwambia. Niuliza stories za Ngong na Rongai haya. Nafikiri tena labda hizo za Kileleshwa ni zile za watu wafanyikazi wa kwenda kufanya huko kazi. Lakini wenyewe hakuna nganya za watu wa fujo. Yeah, so nadhani kule one ni hizo Manganya. Two, the other part ni I think iko sana nilipata nikiwa campus Kakamega. Kakamega pia kuna tuktuk surprisingly. Na wako na tuktuk nyingi. Kama sisi ama tulikuwa sisi? Wale wako na tuktuk. Okay, the funny thing with Kakamega is wanajaribu huwa wanajaribu kuishi kama Waswazi wale. Huwa naona mpaka kile Kiswahili chao kile. Yes. Wale kuna venye sijui ni kama walitoka upande wa Mombasa. Wale ni Wabantu. Wale ni Wabantu, ndio maana nafikiri labda kuna hiyo influence kidogo. Ama nini? Alafu pia labda vile karibu na karibu na ziwa kule. Kisumu. Victoria ama? Si mbali sana. Lakini mbona basi mbona wenzetu wa Kisumu pale Kiswahili chao. Kiswahili chao ndo kiko bahali yake. Wale nashuku ni kama mzee Mazrui hapa alifanya mambo kule. Maana wale wako na tuktuk, 2 wako na pikipiki, 3 wako na bodaboda. Yani kama huko wajua bodaboda zile baiskeli ambazo exactly mimi nilikuwa nikizijua zilikuwa zinatumika sana Malindi. Sasa nilienda kuzipata zinatumika sana na kwa wingi Kakamega. Ushazipanda? Nilipanda, nishaipanda. Ilikuwa lazima ningejaribu bana. Huku nikiwa home sikuwa haijaribu kwa sababu like sasa ni ushamba. Lakini nilifika kule I was like kumbe si kwetu peke yake, awacha nijaribu. Kule ndo matatu culture yao sasa. Lakini sasa unapata wewe mwenyewe utakalia baiskeli alafu mwenye anakupeleka ni mzee alafu umeona ni kama ana struggle yani maana yopanda kimlima yosukuma alafu una imagine sasa ndio umekaa vizuri. Watamani ushuke ngombe wenye kusukuma umengifika pale rudi juu lakini sasa haiwezekani umemlipa. Alafu ndio imagine unaweza kuchukua hapa mpaka almost Makupa 20 bob. 20 bob. Lakini pia kitambo 20 ama 30. Si kitambo miaka 4-5 tu. 20 bob pesa kidogo bana. Na baiskeli. Sijui kama sasa wameongeza. Mimi nimekuja kujua kitu by the way. Unaona ile kazi ambayo ukiona mahali unafanya kazi unachoka. Ujue pesa yake ni kidogo. Kweli tajaribu kumaanisha nini? Malipo yake ni kidogo sana. Ukiona tu unafanya kazi bana alafu achoka. Hapo upate pesa. Mjengo alipo pesa ngapi? Mjengo 500 ama ilipanda? Panda. Okay, kuna wengine standard rate 1 ni 500 lakini nadhani kuna kwingine hasa hiyo 500 wanalipwa 600 700 kute nini. Hiyo 500 jioni mzee. Kwanza ukajipigie maziwa. Yenyewe nadhani ni ukweli maana fundi walipa double ya kibarua na kibarua ndio yafanya most of the work ya kukoroga simiti. Kumliko huyo fundi. Ukiona unachoka hiyo tu pesa kidogo. Fundi si niwe niletee mawe leta simiti. Yeye ametulia tu pale
kuweka mchanga. Mimi sifanyi tena kazi ya kuchoka kama nini. Sifanyi tena. Hauna option. So kuna baiskeli, kuna tuktuk na kuna bodaboda nini hizi pikipiki sasa. Tuktuk za kule ziko tofauti though na za Mombasa kwa sababu kule wamezipiga hizi haya mabamba. Ziko covered kila mahali, yani ziko covered kila mahali. Nadhani sababu ni one kwa sababu hiyo baridi alafu tu mvua kila mara. Kakamega wako na forest pale. Sasa kule wao wako na almost any time mvua tayari. Especially ikifika mida saa 8 saa 9 mvua lazima itakuja. So tuktuk za kule sio hizi kama zetu zenye ziko wazi huku zenye. Unataka kibreeze kidogo nini. Ndio hivyo wewe mwenyewe uone nje pia. Mimi na imagine niingie kwa tuktuk mfungwa kidogo. Tena sio ile canvas imfunikwa na bamba. Wapiga kufuli kabisa yani. Urongo singi. Sasa hiyo ndio the main difference ya usafiri wa Mombasa na kule kwingine. Huku tuktuk zetu venye ziko wazi sana. Kule babani ukiingia hapo unamwamini dereva. Maana akiamua na kuingiza vichochoro vingine hautajua mpaka kwenye atakufikisha. Mimi pale Umabei wakati ule bado ilikuwa town ndogo. So sina experience ya kupanda sijui Nissan sijui nini. Ulikuwa kutoka shule pikipiki boda washafika kule ambako wanaenda. Kule Nakuru sasa acha nikwambie. Nakuru kule ni Mombasa ndogo kule. Kwanza watu wa Nakuru kuna sehemu yani kama ya Waswahili tu. Kuna Waswahili wa Nakuru. Sasa wako very interesting hata wanavyoongea. Utafurahia ukisikia wanavyoongea. Yani wana Kiswahili fulani, wanaongea Kiswahili mufti, at the same time kuna sheng hapo ndani. Yani ukisikia mtu anakuambia vipi mjomba? Ni aje mjomba? Yani apiga Kiswahili cha coast lakini amekiingiza sheng ndani. Man, mambo ni mufti. Shukran wala. So nashanga wewe ongea nini yani? Unatoka Mombasa ama yani vipi yani? Sikuelewi. Ilifikaje hiyo? Sijui lakini kuna influence kubwa. Mimi na wanangu hapo mahali kwenye wanaishi yani wametoka Kon Nakuru. Kon Nakuru lakini labda sasa wanaishi huko, wameishi huko kwa muda mrefu nini. Lakini Waswahili wa Nakuru. Yani akiuliza kwa wanakupigia Kiswahili sanifu lakini ina nini fulani lahaja fulani hivi ya Kibara. Anaongea Kiswahili sanifu kabisa lakini lahaja yapi ya Kibara. Tamam kabisa. Unashangaa hapa. Ni sawa na Wakakamega wenye watakupatia vocabulary kubwa. Sembuse, sabalheri. Wale na maneno yao. Ukipata mtu wa nini Wakakamega akianza kuongelea vizuri Kiswahili waweza kupiga paka wewe mwenyewe umetoka Mombasa muangalie oya. Watakaje? Yani wale wana kile Kiswahili cha vitabuni. Ijapokuwa shauri ili mradi. Yani wanafuata kile Kiswahili venye kilikuwa kinafaa kiongelewe ule ambao unafaa useme hivi. Kabisa. Sisi huku si tuko freestyle. Unajua ile lugha yetu hasa hapa Mombasa tunaozungumza Kiswahili, lahaja yetu sisi hapa inaitwa Kimvita. Na hii ndo lahaja ambayo iko standard. Hii ukizungumza in any Swahili speaking nation community inaeleweka. Ukisikia kama vile Walamu wanavyozungumza Kiamu, kuna maneno yanaweza kupita. Wana maneno yao sijui zijana zimekuya sijui utashangaa zijana ndo nini. Iko very unique. Ukienda Zanzibar, ukienda Pemba wana lahaja yao. Kama vile ukienda Kongo kuna lahaja yake. Kongo pia kuna lahaja yao tofauti. Lakini hiki cha Mombasa hiki ndo standard. Yani mtu yoyote anaweza kukuelewa rahisi. So na imagine kule bara kuna watu ambao wanasema unaongea Kiswahili ya Mombasa ni ngumu. Akisikia Kiamu ndo atafanyaje sasa? Ndo anapotea kabisa. Ama wewe wanasikicho Kiamu akidhani hicho ndo cha Mombasa. Hiki kichetu ukizungumza kuna mtu anaweza kupata shida kabisa kukuelewa. Huyu anazungumza nini? Kwa sababu yale maneno kuna ufasaha fulani wakati wewe unazungumza na nini vile. Nadhani ugumu ni pale kwenye ule ufasaha venye unaiongea vizuri na kwa mtiririko fulani. Na hiyo imagine ni kama mimi sasa hapa mwenye dakika moja ushaingiza neno la Kizungu mara ushachanganya ushakivunja. Ni hivyo. Unashangaa una manage vipi wewe kuongea Kiswahili hivyo? Inakuwa shida. So pale Nakuru
kitu ambacho mimi nilikuwa kwanza na relate nacho sana na nyumbani, kulikuwa na sehemu nyingi sana za biriani. Sasa Friday hivi na wana sisi tulikuwa sorted. Hatupati shida na kwenda kutafuta sehemu za biriani. Zilikuwa nyingi tu pale mjini tu. Pale mjini unakwenda unapata. Lakini pia kuna mambo mengi sana ya kurelate. Watu wengi utarelate na wao. Utapata watu wa Mombasa ni wengi, ama Waswahili ni wengi, unajua. So unafeel kama uko home yani. Unafeel kama uko home. Tofauti na Nairobi. Mimi nimekaa Nairobi. Kuna mtaa pale unaitwa Fedha. Mzee pale yani wewe maisha ni yako. Si kama huku kwetu, unajua huku kwetu hata ukinunua kiatu kipya watakaotoke nje watu wakuone, umengaara mwanangu vipi bana. Cheki kule weza kuvaa kiatu chako usionekane na jirani yoyote. Usiambwe na mtu yote umengara wala nini. Fuata shughuli zako uende zako. Hata mtu atakujua kama umengara wala nini, si ndio? Sasa maisha kule mimi nikaona ya utofauti hivyo. Lakini sasa pia kule ndo nilijifunza kitu. Wakati naishi kule unajua hii need, unajua anasema necessity is the mother of inventions. Sasa kupata vyakula vya Kiswahili ni kazi, lazima uanze kujifundisha kujua kupika sasa. Ukitaka hamri ni ujue ulipike mwenyewe, sio utafute mtu mwenye atakupikia. Ama utangoja mpaka ule wakati utakuja nyumbani tutakuja kula mahamri. So ilibidi nianze kujifundisha kupika. Unaenda YouTube pale unaangalia how to cook biriani. Vyakula vya kudownload. Unaingia pale unajifundisha, unaangalia kabisa nini, waenda kununua kila kitu, wajaanza process. Unakosea mara unazoea. Sasa pole mimi nikajua kupika. So good thing about it, nikawa nikipika kama ukionjesha mtu chakula, si ile labda wanakuja wanakutembelea nini. So mtu akionja chakula anakisifia kweli kweli. Mimi nikaona hii ni business opportunity. Mimi nikaanguka nayo bwana. So nikaani time to time naweza itwa. Sasa huwezi jua kama wanakusifia ni chakula kiko sawa ama ni kwa sababu wanakionja kwa mara ya kwanza, maana hata hawajaionja biriani labda yote. Lakini bora mimi kama nitaweza nitapata pesa, mimi niko poa. So nikawa napiga hizo gigs ndogo ndogo, napiga kama sijui kuna bash, mimi niko ndani, niko pale napiga nini yangu. Kwa umefanya mapishi? Nimefanya self made mzee. So kama kuna bash, kama sijui birthday sijui ya nini, mimi napiga, unaona. So nikawa natengeneza pesa. Mimi nishauza mabuyu mzee Nairobi mzee. Acha. Tena una package yale mabuyu huko ukinunua sachets zile. Una package na zile za ya mimi mwanaume bana nitaingiaje jikoni. Ile haijaandikwa mahali kama ya mwanaume ama nini. Nikitoka na chakula changu nimekipack vizuri sana. Unajua hata kimpikwa na nani. Waona. So mimi natoka na nilikuwa tayari nishachukua orders. Ukishajifungia wewe ndo unajua unaungua mwenyewe mzee jikoni. So natoka naenda kupeleka zile orders zangu, nauza kile chakula changu. Mimi natengeza hela na hiyo kama side gig. So mimi Nairobi, actually another thing, Nairobi tofauti ya Nairobi na Mombasa, kule watu waogopi kutumia pesa. Hawaogopi kutumia pesa. Yani pesa iko inatembea, kupata pesa ni rahisi, na kutumia pia hakuna nini. Huku ukiwa na 500 mzee anza kuipigia mahesabu, ni wangane venye itakusukuma siku 2-3. Ndio kwa maana hata biashara nyingi Mombasa unaona kama biashara za hizi cab, sijui Uber, sijui nini, huwa hazifanyi vizuri sana. Mtu ataka tuk shilingi 100 mahali kokote 100 lakini ukichukua cab labda waanza kuzungumzia 250 300, kuna sehemu tena na 500. Ya nini 150 umeenda mbali. 150 umeenda mbali. Toka Lights mpaka Bamburi 20. Hizo za chama sasa. Toka Lights mpaka Bamburi 20 mshajifika. Hizo ndio za chama. Na bado nikawa ni mchengia watatu hapo mshafika bana, tofauti kwa wapi? Hata inaja useme ati sijui inaenda peke yangu. Ukiingia tayari wenzako kwa shafika. Ushaingia mpata wenzako wawili watatu. Mwaenda tayari. 2020 haya kuna haja kwamba mpaka nikupatie 500 yangu. Tricky sana. Na nadhani pia the most distinct thing ingine ni kuwa ni haya matumizi ya kama yo tuk-tuk. Kwa sababu venye umesema kule kwingine maybe watataka kuprefer cabs, Uber, Bolt. Lakini huku
tume glorify sana ama tumezoea sana tuktuk to the extent ya kwamba I'd rather just take hiyo tuktuk kuliko kuchukua kama hiyo cab. But nimeishi Kakamega na wako na tuktuk. Najiuliza mbona pia wale mbona wasifike mahali waseme pia sisi wacha tutumie the same way tuktuk zinatumika kama Mombasa. Lakini ukiangalia kule tuktuk zinatumika kwenda remote. Sijui kwa nini wanazitumia zinatoa town ziende kule mashinani. Like hapa ziko mjini hapa kwanza zinatumika ni kama yani ni usafiri wa ni wale wa kwenda huko mstuni hebu usafiri wenu kule ambako magari hayaezi taka kuingia huku kwetu. Kama vile wajua town sasa, uzuri wa Mombasa kitu kimoja ni kwamba hizi residential areas haziko mbali na town. So ni easy way ya usafiri. Ukiingia kwenye tuktuk dakika 3 tuktuk imejaa, watu 3 nyinyi mnaenda, unaona, alafu mwendi mbali, so si safari ambayo labda itakuchosha sana kwenda na tuktuk. Unaona, ndio maana watu wanaiprefer sana, ndio maana pia ni nyingi sana. Ukiingia ndani ya matatu lazima ungoje kwanza mpaka ijae nini, mambo mengi. Tuktuk real quick ushaenda ushafika. Lakini unaona pia nimeona by the way kama watalii wakija Mombasa actually wana experience tuktuk. Hata naona siku hizi wengi hata wazungu wakija wanataka sana kupata ile vibe ya tuktuk. Sisi kwetu tunaona labda ni kawaida ama Kisunzi, hata unaona sasa hizi tuktuk zimejaa sijui nini, lakini watalii wakija wana prefer hizo tuktuk. Nishaona jamaa fulani mzungu alikuwa sijui kama ana tour the world using a tuktuk. Tuktuk alikuwa mfika huko sijui ni wapi. I really don't remember your video, lakini nakumbuka kuiona alikuwa mbali na ilikuwa na number plate ya Kenya. Wa baiskeli ile number plate ya Kenya walikuwa wamefanya modification kit akitengeza very comfortable. Akaongeza ile part ya mafuta. Yani ameiweka in a way that inaweza enda masafa marefu kidogo. And so it's like kama culture kama culture yetu ya usafiri inaweza tembea mbali hivi then kumaanisha tuktuk. Lakini originally si tuktuk zilikuwa za Wahindi, wajua. India ndio usafiri wao. Hakieleweka. Na hapa kwetu sisi tuna influence kubwa ya Wahindi, kwa hiyo ndio kwa maana pia tunatumia tuktuk sana. Ndio maana pia imekuwa usafiri wetu sana. Taleta watu tuktuk waje watuambie experiences zao. Kwa sababu nafikiri it's an interesting phenomena. Sahi, lakini wameanza kuharibu jina. Sijui kwa nini. Lakini kuna word that has been going round ya kuwa utaingia TikTok utapata jamaa pale ana complain ya kuwa aliingia kwa tuktuk ama kwa nini, ama unasikia anakuambia ukiona tuktuk sijui kuna mtu mmoja ndani, sijui anakuambia wanaenda side gani usiingie ukiwa peke yako. Ni kama wameanza kutumia tuktuk kwa uhuni. Ama sijui ama sielewi ni vipi. Either ni wenye tuktuk ni wahuni ama ni wahuni wamevamia tuktuk. Mara nyingi haya mambo huwa ni ngumu kuepuka kwa sababu sasa kama hiyo ndio the means of transport ambao tuko nao ambao tunaitumia sana, kuiepuka inakuwa ngumu. Sasa ni sisi wewe mwenyewe tu kujikinga. Sana sana labda kama ni mtoto wa kike, unahakikisha ile tuktuk ambao unaingia hauko peke yako pale, ama hauendi labda distance ya kwenda mbali, labda ni around town hapo ni mchana ama nini, vitu kama hivyo. Unajisecure kidogo. Lakini hizo ni tabia ambazo ziko na zimetambaa sana, watu wanazisikia, watu zinafanyika, watu wanaibiwa. Especially wakishaona kitu inafanya poa, kama wanatafuta an opportunity, washajua kina dada wana feel safe wakiingia kwa tuktuk. Wacha tutambe na. Sasa ni mambo mengi na hizo ni experiences zingine ambazo najua watu walikuwa wanataka kuzisikia. Mimi niko na swali interesting for the benefit of our viewers, our community. Kutokana na hiyo experience yote, if now you were to choose between kuishi bara na Mombasa, which one would you go for? Kohoa tena kakamana. Bado nipige ile jeshi konde. Ni moshi tu umekosekana. Mombasa ama nje ya Mombasa? Right now urudishwe Nakuru ama Fedha, Nairobi, ama
wewe uendeleze tu Uswazi. Which one is good? Because kuna ile Uswazi ya wewe unaendeleza Uswazi Nakuru, kwa sababu kama wale wa Nakuru sasa tunaweza kusema wale ni Waswazi, ni vile tu wako nje ya Mombasa. Exactly. Maana wanaendeleza all the culture yenye tuko nayo hapo. So between Uswazi wa nje ya Mombasa na Uswazi wa Mombasa. Which one do you go for? Mimi ninge prefer hapa. Why? Hapa kuna convenience kubwa sana. Kwanza hapa hakuna fujo dhorobu nyingi. Sijui enda kazini uchukue masaa 2, urudi kutoka kazini uenda nyumbani masaa 2 kwenye jam, hakuna. Lakini pia ona hapa niko nyumbani. Sasa pia inanipa convenience ukitaka kuwa na family one time wako nayo, si ndio? Hakuna mambo sijui kai miezi 3 anza kufikiria upange safari miezi 4 sijui nini. Kidogo inakuwa hectic. So hapa mimi na prefer. Alafu tena nataki Mombasa raha bana. Watu wanakuja kutalii huku, wewe utaki Mombasa vipi bana? Niliona jamaa alikuwa anazungumza kuhusu Mombasa. Anasema ati yeye anaona Mombasa iko overrated. Yaani mimi sikumuelewa huyu jamaa. Nikasema huyu jamaa alikuja tu ana pesa. Argument yake ni gani? Alikuja tu, nafikiri alitembea hapa town, akaangalia town alafu akaenda zake. Ningemshauri tu atafute pesa zake vizuri. Aende zake Nyali Reef. Sasa waona, kwa sababu ya hiyo mimi nadhani Uswazi wa Mombasa na Uswazi wa nje ya Mombasa, mimi ningechagua Uswazi wa nje ya Mombasa. Wewe ushatukataa. Wallahi, kwa sababu gani? Wewe umetukataa ndugu yangu. Wewe mwenyewe ushanipa sababu ya kwanza, na Tanzania sababu yako. Sababu yako umesema jamaa alikuja lakini haku experience ile full Uswazi. Why hakuwa na pesa? Unamwambia katafute pesa. Ni kila wakati utakuwa na pesa. Urongo. Unaona na kuna watu wenye pia wanataka waje na wakiwa Mombasa pia wafeel ile vibe ya kwa Mombasa. Sasa hii isikue Mombasa raha ni ya watu wachache tu, na kuna wenye Mombasa si raha, ni Mombasa ni dhiki. Unaona, kwa sababu tukutaka ukae hapa sasa bahari uenda public beach ile. Kwa sababu wewe niambie yule mtu mwenye yoishi upande wa pili kule Likoni. Yule Likoni wakupenda sana. Atasema Mombasa raha. Sasa kwa nini hakuna Mombasa raha Likoni? Umesema one convenience ya kwenda kazi. How long does it take mtu kutoka Likoni aende kazi Mikindani? Inakuchukua muda nini, masaa mangapi? Anaweza hamia Mikindani. Hilo jibu kanalo. Haya tu. Umesema kuhusu kuwa na pesa. Personally also nimekuwa nikifeel ili ufeel ile vibe ya Mombasa raha ni lazima uwe na pesa. But sometimes si kila wakati utakuwa na pesa. So actually right now naka Mombasa, nimekaa Mombasa right now, nimehamia Mombasa, like kuishi Mombasa. Hujahamia Mombasa, huko ndo kwenu bana. Unahamiaje kwenu? Nilikuwa naishi kwingine. Yani nimerudi. Okay. Nimerudi. So nimerudi Mombasa, niko na miaka kama 3 sasa. Na with time na feel ile vibe ya ile Mombasa raha inapotea. Kwa nini? Na feel nikifika kama miaka 10 nitakuwa sioni kama Mombasa raha tena. Kama ni beach nishazizoea. Nini kipya? Ferry nishazoea. Kuna vitu vipya vinakuja. Kula pweza daily nikitaka na mla au pweza. Mahamri daily yako hapo nje. Nauziwa $1, nauziwa $10. But imagine yule Mswazi wa Kakamega, yule wa Nairobi. Anapanga maybe kwa mwaka yaja Mombasa mara 2. Ame take to time, yani even hiyo kuplan kuja Mombasa tayari yenyewe ni iko na excitement fulani ya kuwa anaenda Mombasa buda. Unapanga venye sijui nguo utavaa venye. Unaona, ukifika huku kitu cha kwanza let me experience tuk-tuk. Unaingia tuk-tuk, feel ka breeze kidogo, pitishwe bridge pale usikie. Haya, ukitaka ku experience commotion. Let me tell you one thing. On ile ferry, for me it's very interesting. But unajua kwa nini? Kwa sababu huwa anaenda kama mtalii. Yani uenda kutalii Likoni. Imagine. Yani Likoni to me is very interesting because huwa anaenda kama mtalii. Kwani uishi wapi zaidi? Anaishi Nyali. Lakini sio Nyali ya Mshomoroni kama si Nyali. Nyali. Mimi naishi at the heart of Nyali. Lakini kando na wale wenye Nyali wenye. Si Nyali ya Mshomoroni lakini wenye Nyali wako hapa. Ni Nyali karibu ya Nyali hiyo yako. Wenye Nyali wako hapa. Niko hapo at the heart of Nyali. Nyali wenye Nyali ndo hao. Usieleze sana kama Kongoya sawa. Jirani wako. Tumekuelewa mtu wa Kongoya. So naenda Likoni kama mtalii, and that's why
bado niko na ile excitement ya ferry every time nikienda huko. Why? Because nikienda sina haraka. Nishaifanya kazi upande wa pili kule. Nadhani mwezi mmoja. Nilikuwa nimechoka kaka. Nilikuwa nimechoka. Ulikuwa unachoka na pesa. Nilikuwa nishaanza nikija Mombasa, baadaye nilikuwa nimeanza kuji-envision kwamba naweza ishi Likoni. Baada hiyo experience ya 1 month kufanya kazi upande wa pili. Nilisema siwezi ishi. Itaniharibia. Yaani itatoa ile morale. Usije, sisi wenyewe hatutoshi, tutatafuta mahali kwa kukaa. Mko wengi, niliona tena yenyewe nitaongeza. Mko wengi sana. Nimpunguzwe. Lakini fenomena yako mazee ni interesting. Mimi sijasikia mtu amechoka kula sukari kwa sababu ya utamu wa sukari. Wewe unaishi Mombasa, unapata raha za Mombasa, alafu hata unachoka na raha. Wewe vipi bana? Sikuchoka nazo, lakini na feel ile vibe iende kipungua. Na mimi kulingana na venye Mombasa raha, yani kuna venye huwa nimeirank kiplani. Inawe that nataka nikiingia Mombasa ni feel ile full vibe ya Mombasa. Ambapo sasa hii imepotea. Sasa hii ushaenda Nyali Reef. Sasa hii ni kitu Nyali Reef ni huko kila weekend. Ushaenda Watamu nyumbani. Ushaenda Diani umekuexplore. Ushaenda kwenye maglass boat. Nilienda sijawahi explore, lakini nimeenda kama matembezi. Sasa angalia, bado hujaanza hata nini bana. Sasa waona ndio nakwambia. Wewe mkazi wa Mombasa, unajua kuna watu wako hapa Mombasa, lakini pale baharini waulize ni lini mwisho kufika. Hawakumbuki. Hawafa kwenda kuishi nini huko. Hawakumbuki. Hawafa kwenda kuishi Gabartonjo huko. Huko Mombasa na fundi baharini vipi? Nenda kufanya nini na iko hapa daily? Basi nenda ukaishi Gabartonjo. Sasa waona sasa. Yani which yule mtu kama angekuwa ni mswazi wa nje ya Mombasa. Trust me, kama ungemleta tu Mombasa hivi, ange experience everything. Angekuwa kwanza kwenda Pirates. Sasa hivi kuna watu ukimtajia Pirates anakuangalia like wewe ni nini? Like Pirates kwa watoto huko. Ona, anataka private beach, sijui anataka kwenda, anataka vitu vingine ambavyo labda hata katika ule wakati hawezi kuvifikia kwa sababu hizo unahitaji pesa nyingi ama unaona. So mimi personally mswazi wa nje. Mswazi wa nje, wacha nije nibambike na tuk-tuk, nibambike na shawarma, nibambike na pilau. Kule utalishwa pilau Njeri, ukija huko sana unapata ile pilau origi. Una feel yenyewe this is what I wanted. So kila siku walila fun iko wapi? Hiyo ndo fun. Hapo unaposhangaa hapo ndo tunafanya. Ya kula kila siku. Mbona nikapata shida kupata biriani wakati naweza kuipata at my disposal. Bado bana. Sisi tutabaki hapa Mombasa. What about you? Unaweza kutuambia pia maoni yako. Wewe unataka kuwa mswazi wa wapi? Mswazi wa Mombasa uendelee kufeel the thrill every day, ama mswazi wa bara? Either team Athmani ama team Millers. Tunaangalia hapo. Waswazi ni waswazi tu. Wacha tuangalie hapo ni timu gani itashinda. Inshallah. Alafu nimekumbuka Saidi. Tuna tangazo maalum. This coming October tunataka kufanya our first live recording. Yani tutakuwa na audience. So bado tuna work on the technicalities, alafu tuta announce. Pia tutakuwa na very limited slots za tickets. Very limited. Kwa hiyo tukisha announce hivi, tukitoa zile link teke mbio. Ukisema mambo ya Mombasa enda polepole utakuharakisha, utashangaa. Kuna watu wanarauka sana. Haraka haina baraka. Kwa hiyo towards the end of October, probably 30th October tuta announce, itakuwa official. Alafu tutawaambia vizuri, watu mtaregister, tutatumia malinks. Mregister, tutapata very few slots, alafu tufanye our first ever live recording, au sio? This recording inakuja with a lot of goodies, especially for Uswazi Gang. Kumekuwa kuna hashtag imekuwa ikitembea, Uswazi Gang. I hope umeiona mahali. Kama umeiona, make sure you pick it up na uendelee kutake it away ukisambaza. Kuna take note. Take note of that hashtag because kupitia hiyo hashtag ndo pia tutakuwa tunasambaza some of the goodies zenye zitatokana na hiyo live show. Na pia maybe wewe ndo unaweza kuwa among wale chosen few kabisa. Pia tutakuwa na guests moto sana, where you also get to decide yule mtu ambaye mngetaka kumsikiza ama kumuona hiyo siku kutoka Mombasa. So it's gonna be interesting, amazing. Yani kitu ambacho hakijafanyika hapa Mombasa nakwambia. So keep it locked.
it's going to be big. Just make sure umeendelea kutufollow, be on the lookout. Ukishaona announcement #newswazigang kwa social media yoyote, Uswazi Takeaway Podcast. Hakikisha haujaipita. Keep the engagement high and let's see you then. Umesema lini? 30th October. Hiyo ndo tarehe ambayo tunaifanyia kazi. October, alafu tutafanya official launch. But the announcement tutaitoa kitambo. So be on the lookout. See you then. Adios muchachos.